Kuna baadhi ya maeneo kwenye hii dunia yakikuita usiku wa manane na ukajibu, unakuwa umevunja agano la maisha. Ukiingia humo, hutoki mzima au kabisa hutoki. Magomeni saa 6 usiku sio sehemu ya kutamani kujua kuna nini. Ni mahali pa waliopotea, na sasa Adam ameingia kabisa upande mwingine wa dunia. Karibu MK Mastori, na huu ni mwendelezo wa sehemu ya 3 na mwisho wa mkasa huu wa usiku wa giza la kifo. Mkasa uliowakuta vijana 4 waliokuwa wakitoka kuangalia mpira usiku. Adam alisimama barabarani, miguu ikitetemeka, kifua kikimpiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Magomeni haikuwa tena mtaa wa kawaida. Anga lilikuwa limejaa mawingu meusi yasiyotulia, taa za barabarani zilikuwa zimezimika, na upepo uliochafuka ulivuma kwa sauti ya kilio cha mbali. Aligeuka nyuma akidhani bado yupo kwenye barabara ile ile, lakini hapana. Pale nyuma yake sasa kulikuwa na ile nyumba ya zamani iliyochakaa, mlango ukiwa wazi, giza likizama ndani yake kama shimo lisilo na mwisho. Kando ya mlango, Bantu alisimama kimya. Macho yake yalikuwa hayana maisha, meusi yanayong'aa, kana kwamba kuna kitu ndani yake kilikuwa kinaishi kando ya roho ya binadamu. Adam alitembea hatua 2 mbele kwa hofu, akamuita kwa sauti ya kuchanganyikiwa, "Bantu." Bantu hakusema neno. Badala yake, alimtazama tu, kisha akanyanyua mkono wake wa kulia na kumuonyesha Adam kidole. Kabla Adam hajachukua hatua nyingine, upepo mkali ulivuma na sauti ya Jojo ikatokea hewani ikisema kwa sauti ya kutisha, "Umevuka mstari, sasa unamilikiwa na giza." Adam alikimbia. Alikimbia kama mtu aliyeachwa jangwani, akiwa na njaa ya wiki nzima. Alipinduka kona ya kwanza, taa za mitaani zikazimika moja baada ya nyingine. Alipogeuka kona ya pili, alijikuta tena mbele ya ile nyumba ya zamani. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti haikutoka. Mlango ule ulianza kumvuta kama kuna sumaku ndani yake, na kwa sekunde chache tu, alimezwa tena na giza. Ndani ya ile nyumba, sasa haikuwa kama mwanzo. Ukuta ulikuwa umejaa michoro ya damu, dari likivuja matone mekundu, na sakafu ilikuwa laini kama nyama ya binadamu. Kulikuwa na meza moja tu katikati ya chumba, na juu yake kulikuwa na saa moja imegandia kwenye saa 6 kamili. Adam alipoiangalia, saa hiyo ilianza kugeuka, na sauti ikasikika kutoka ukutani ikisema, "Muda umeisha, sasa ni wakati wa kuishi upande huu wa maisha." Mlangoni, kivuli cha Jojo kilijitokeza tena, lakini sasa hakuwa Jojo wa kawaida. Koti lake lilikuwa jeusi, refu hadi chini, macho yake yakitoa moshi mwekundu. Uso wake ulionekana umeungua upande mmoja. Alimtazama Adam na kusema kwa sauti ya vuguvugu, "Karibu. Sehemu yetu ya mwisho inahitaji uhai mpya." Adam alipiga magoti, machozi yakimtoka. "Nifanye nini, niokoke vipi?" aliuliza kwa sauti ya majonzi. Lakini hakujibiwa na Jojo. Sauti ya kike ikatoka sakafuni, ikiwika kwa uchungu wa ajabu, "Kuna mtu mmoja tu anaweza kukuvusha, lakini hana roho tena." Adam akatazama chini. Kivuli cha msichana kilitokea polepole, kikiwa kimeinama sakafuni. Nywele ndefu zikimfunika uso, ngozi yake ikiwa kama ya mtu aliyekufa miaka mingi iliyopita. Aliinuka kidogo kidogo, mikono mirefu ikiwa na kucha ndefu kama visu. Yeye ndiye Mama Saa Sita, roho ya mwanamke aliyezikwa Magomeni miaka 60 iliyopita, ambaye roho yake ilinaswa katika nyumba hiyo, ikichukua nafsi za wale wote wanaovunja mipaka ya usiku. Alimnyoshea Adam mkono wake wa baridi. Adam hakuweza kusogea. Moyo wake ulikuwa unamdunda kwa nguvu, mapigo yakiwa kama ya ngoma ya vita. Lakini kabla hajachukua uamuzi, sakafu ikafunguka, shimo lililokuwa na sura. Ndani yake aliona uso wa Baraka, Jojo, Shida, na wengine aliowahi kuwaona mtaani, wote wakiwa wanamlilia, "Njoo upande wetu." Huku hakuna maumivu, ni giza tu la milele. Adam aligeuka, na pale nyuma yake, kwa mshangao, alimuona Bantu halisi. Lakini uso wake ulikuwa umejaa makovu, macho yakionyesha uchovu wa rohoni. "Bantu, bado uko hai?" Adam alilia. Bantu alimkaribia polepole. "Nilikataa wito wao, lakini nusu ya roho yangu iko upande huu sasa. Tukikimbia pamoja sasa, tunaweza kuvuka mstari." Bila kusubiri, walikimbia, lakini nyumba haikuwapa nafasi ya kutoroka. Sakafu iligeuka kuwa matope yanayowafyonza. Ukuta mmoja ukageuka kuwa mdomo mkubwa, ukajaribu kuwameza. Dari likashuka kama litaanguka juu yao. Waliendelea kupambana,
wakiruka, wakijilazimisha kupita sehemu ndogo hadi walipofika mbele ya mlango mmoja mdogo sana uliokuwa wazi kwa kimo cha mtoto. Adam alitaka kuingia, lakini Bantu akamshika. Ukivuka hapo, utakumbuka kitu chochote, utakuwa mtungi, lakini angalau utakuwa hai. Adam akamwangalia kwa maumivu. Wewe je? Bantu akatabasamu kidogo tu, kisha akasema kwa sauti ya kifo, mimi nimeshawekwa alama, safari yangu imemalizika hapa. Adam alilia machozi ya ndani. Kisha akaingia kwenye mlango huo mdogo, akiinama na kujivuta hadi ndani ya mwanga mdogo uliokuwa mbele yake. Ghafla akajikuta nje ya nyumba ile, mchana wa saa 4, mbele ya maskani ya zamani Magomeni. Hakukuwa na mtu, nyumba ilikuwa imeanguka na kila kitu kilionekana kuwa kama hakijawahi kutokea. Aliposimama, alipata hofu mpya. Hakukumbuka jina lake wala sababu ya kuwa pale. Mbele yake tulikuwa na karatasi ya zamani, imeandikwa kwa damu, usirudi. Giza hukumbuki, lakini wewe ulikuwa mmoja wao. Adam akaangalia mikono yake. Palikuwa na alama ya saa 6 imechongwa kwa kucha. Alipojaribu kuifuta, sauti ikasikika tena, lakini sasa ilikuwa ndani ya kichwa chake. Karibu upande wetu, huwezi kuondoka kabisa. Na hapo, saa yake ya ndani ilianza kupiga tena 6 kamili. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment Mkuma Story ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu kali.